wewe mwenzetu na roho ya aina gani? Unamaanisha nini Shemu? Kweli toka tumetoka hapo kwako. Hata kupiga simu na kusikia hali. Na unajua kwa umemwacha mziki. Shemu. Yaani haya machozi na mapito unayopitia mtoto wangu. Nakwambia silaana kwako. Hautakuja kufanikiwa maisha yako yote. Kumbuka kuwa ni wanawake wangapi wamelia na ndugu zao kwa ajili yako. Shemu. Hello? Haya machozi na mapito unayopitia mtoto wangu. Nakwambia silaana kwako. Hautakuja kufanikiwa maisha yako yote. Kaka, mbona umemwambia maneno makali hivyo? Maneno makali? Mbona ya kawaida sana. Hana ubinadamu kabisa huyo. Kaka, ungempa nafasi hata kidogo tu. Umsikilize, ujue ni nini alikuwa anasema. Yule ni mume wangu mimi na nampenda sana Shabani, hata kama ana mapungufu yake. Wewe unasema mume wako kashawahi kuja kuleta hata kipande cha kanga hapa nyumbani? Nisikilize kaka, haya matatizo yote yakiisha, Shabani atakuja nyumbani. Namwamini sana. Mdogo wangu, kwenye hii familia tupo wachache, na wewe ndio umebaki kama mdogo wangu. Mama katuacha, inatakiwa nisimame kisawasawa kuangalia maisha yako usijepotea. Sawa kaka, nashukuru kwa kunipambania na asante mpaka tulipofikia. Sawa, ngoja nielekee dukani hapa mama. We Shabani, kwani kimekukuta nini? Kwani kimemkuta nini shemeji? Salama nani? Dokta. Abe. Naendelea vizuri ila tu nasikia maumivu kwa mbali tumboni. Sawa. Sawa dokta, sawa nazingatia. Asante. Sawa. Karibu. Asante, habari za kazi? Salama. Samahani, nilikuwa na shida na shoki, sijui unatengeneza bei gani? Zipo za bei tofauti. Sijajua unataka shoki za aina gani. Basi naomba ningeziona ili nijue nachukua ipi. Okay. Wewe nani? Jamani, kwa hiyo unaniuliza mimi ni nani? Na maana unijui? Wewe ni mzimu unanifuatilia? Mzimu? We Shabani, sasa unaenda wapi? We nawe Sara bwana, achana naye, kashakuwa chizi huyo. Ila Esther wewe, hivi hiyo lomba yako itakufikisha wapi? Kwa hiyo wewe matatizo ya mwenzio ndo unafurahia, si ndio? Sasa jamani Sara, mtu anakuja mzima, leo hii anakuita wewe mzimu. Ona si akili za kawaida kweli hizo. Hebu fikiria, yule angekuwa ndo kakako, ungeongea kauli unazozitamka hapa? Yaani, na ndio maana sio kakaangu. Hebu tuendelee na kazi, achana naye huyo. Maskini ya Mungu, sijui hata anaenda wapi na hali alionayo hivi.
Asante shoga yangu. Usijali, natambua hali unaopitia kwa sasa, ila utakaa sawa tu. Unajua nilikuwa nawaza nani ataniuguza, maana si unajua sio kila mwanaume anajua kupika chakula kinachotakiwa wakati huu. Usijali, najua mengi magumu unayapitia. Nakuja kuona msiba mama yako na wewe unapitia magumu. Hivi unajua hata kuumwa nilianzia makaburini. Nilivyoona kaburi tu na hali ilibadilika pale pale. Nakimbizwa hospitali, naambiwa mtoto kafia tumboni. Yaani hapo ndo nguvu ziliponiisha. Pole sana. Kwani muda wa kujifungua ulikuwa bado? Ndiyo, ilikuwa bado mwezi mmoja. Nashangaa sijui kwa nini imekuwa hivi. Yaani hata sielewi. Hapa lazima kuna kitu kinaendelea. Sio bure. Unamaanisha nini Safina? Hii ambayo nilikuwa naitaka. Hii hapa 3,500. Kaka, mbona bei hivyo? Amna, mbona sio bei dada? Tatizo sasa hivi material bei sana. Naomba nipunguzie kidogo basi. Sawa. Basi nabidi tu hela kidogo ili ninunue material nianze kufanya kazi sasa hivi. Shilingi ngapi? 2,500. Kaka, mbona nimekuwa nimetoa hela yote na kazi yenyewe bado sijaiona? Shabani vipi? Mbona kama uko sawa? Kuna nini? Kaka, hapa ndugu yangu hapa nilipotoka kuna fuatilio na watu ambao siwafahamu kabisa. Hebu naomba nitajie namba nikutumie hiyo hela maana nataka niwe kazini. Naona? Nimeona, asante. Kwa hiyo namba unaingizia pesa ndio unayopatikana, sio? Asante. Maana yangu ni hii. Mama kafariki. Baba anaumwa na ameenda kimatibabu huko, hatujui maendeleo yake. Wewe naye umeharibikiwa mtoto. Kweli hii ni hali ya kawaida? Unachokiongea na kuelewa, ila ukweli ni kwamba mimi namwamini sana Mungu na siamini katika ushirikina. Naamini babangu atapona na atakuwa salama. Aviola, siku zote adui yako huwezi kumjua. Utakuta aliyesababisha kifo cha mama yenu ndiye aliyesababisha hata kuharibikiwa kwako. Ila sawa, mimi nilikuwa kama nawafumbua tu akili. Kuna wakati kama mnamwamini sana Mungu, inatakiwa muwe na imani sana. Siku zote hata kama ukienda polisi kushtaki, watakuuliza unamwisi nani. Mimi tayari nishamjua mchawi wetu. Ukiwa shule ulikuwa unatutenga muda wote upo na Aisha, leo kumekutana mazoshoga na sisi. Lisa, tuachane naye. Kama yanavyotuachaga na shule na sisi tuachane naye. Nyie, hebu acheni kuwa na roho mbaya. Mbona hivyo kwa anakuja na pesa zake za shule mlikuwa mnamuomba? Tena sasa wewe, uko unamng'ang'ania. Tangu shule ifunge hatujamuona. Twende basi kwao tukamuone na twende naye tuition. Unapajua anapoishi? Ndio napajua. Basi twende. Kaka, hapa ndipo sasa zinapitia wakati mgumu sana. Kwanza kabisa nimeshangaa kukuta katika mazingira ambayo nilikuwa nafanya mimi kazi zamani. Ni harakati tu mzee. Hivi Pablo kaka? Pablo toka amekamatwa mimi sijamuona tena. Sawa, mimi na imani akijaribika kitu. Kipindi hiki ninachokipitia na imani utanisaidia. Kaka, tangu kifo cha marehemu mke wangu Isabela, napitia mambo magumu sana. Nikipita kipindi ambacho ni kigumu, nikaoa mwanamke mwingine, akapata ujauzito, anakaribia kujifungua kabisa, lakini mtoto amefariki. Hivi ninavyokuambia muda huu, pale ninapokaa hapa amefungwa kufuli. Babu mwenye nyumba amefunga na amenifukuza. Sina hata senta na kipande. Na isitoshe kaka, nafukuziwa yani sijui mizuka, sijui nini, yani vitu vya ajabu. Ajabu naona tu maroerue.
Naomba msaada wako kaka. Kikweli mimi sasa hivi sina pesa na hapa kazini sina muda. Na huyu mdada aliotoka na mteja wangu wa kwanza. Dogo, naomba niazime 300 tu nitakurejeshea. Shabani, kama nilivyokuambia sasa hivi mambo ni magumu sana. Mimi cha kusaidia labda nikupeleke kwenye ofisi za mikopo. Yaani kabla kuja hapa nilishaliwaza hilo sana. Lakini kule wanahitaji mzamana na mimi sina mzamana wa aina yoyote. Kuhusu mdhamini, ondoa shaka, mimi nitakudhamini. Kweli kaka. Sawa. Mimi nitashukuru sana kama ikiwa. Sawa ndugu yangu. Nitashukuru sana. Sawa. Yaani hapa nilipo saizi napitia wakati mgumu sana. Sawa. Sasa nigee simu yako na nikuandikie namba yangu ili asubuhi ni cheki twende. Tukumfanyia la maana sana. Maana ndio? Sawa. Ndio hii. Kaka, mimi nashukuru sana. Siwazi. Yaani nashukuru sana sana. Siwazi. Na kingine kama utojali naomba uongee na bosi mkubwa hapo. Kwamba kama kuna uwezekano unaweza kurudi tena ofisini. Maana sasa hizi kura yangu imekuwa ni shida, changamoto na pombe. Sawa, sijali, mimi nitaongea naye. Tashukuru sana. Sawa, hamna shida. Shikamoo madam. Marahaba. Huu ndo muda wa kuingia kazini? Kaka, yaani unamjua siku zote na uniambie? Hata wewe mbona unamjua? Namjua? Namjua kivipi? Mcheo wa maisha yetu sio bwana wako Shabani. Hivi kaka, kwa nini unakuwa hivyo lakini? Shabani ni mchawi toka lini? Na huo uchawi kauanza lini? Jamani, ngoja mimi niwaache niende nyumbani kidogo nikachungulie, nitarudi tena. Sawa shoga yangu, nashukuru. Ila mimi muda wote nitaondoka, taenda kumuunguza baba. Haya, ukienda mwambie tunamwombea sana. Sawa shoga yangu. Karibu sana, wasalimia nyumbani. Haina shida, nashukuru. Haya, karibu moyo. Haya moyo, asante. Haya. Karibu. Asante. Shikamoo. Marahaba. Niwasaidie nini? Tumekuja kumpitia rafiki yetu Aisha ili tuende naye tuition. Oh, Aisha. Aisha amesafiri toka shule ilivyofungwa. Sawa. Takuja tena kuangalia kama wamerudi. Karibuni. Sisi tunaenda auntie. Haya. Shabani. Nani? Mimi Sara Shabani. Vipi? Mbona upo hivyo na umelala hapa? Kumbe Sara. Nilikuwa niko mbali sana kimawazo. Uko mbali? Uko mbali kivipi? Nimekuona toka muda ule umekuja pale kazini. Halafu, kwa nini unalala hapa na usiende kulala nyumbani? Sawa. Naomba tuende. Maana hapa nilipo matatizo mengi sana, najua uwezo kanisaidia. Shabani, kwa nini unasema hivyo? Naomba uniambie, pengine naweza nikakusaidia. Hapo napo niomba. Nimefukuzwa na babu mwenye nyumba. Na mlango ameufunga. Sielewi hapa mjini mimi naelekea wapi. Nitakuwa mgeni wa nani? Sielewi nafanyaje. Shabani, umefukuzwa? Kaka, mimi ombi langu ni lile lile, nataka kumjua huyo mtu anaitwa nani, hata kwa jina tu. Mdogo wangu na haraka sana, anaitwa Shabani. Shabani? Ndiyo, kwa namjua? Hilo jina sio geni kwangu. Ipoje? Ni mweusi kidogo, pia ana kimo cha wastani. Atakuwa huyo ninayemfikiria mimi? Unamfikiria kivipi?
Kuna kaka anaitwa Shabani, huwa anakuja pale kutungisha chakula, lakini leo amekuja tofauti, sijui amechanganyikiwa